Habari za asubuhi, ila naona unavutia sana ukiwa kwenye muonekano huo, afu unajua wewe ni handsome sana. Anha, hata wewe ni mrembo sana, ujue mzee ana watoto wazuri sana huyu. Huyu cheupe kaingiwa kwenye mfumo. Dawa zangu zinafanya kazi vizuri. Huu ndio mwanzo, yani nahakikisha nalipa kisasi kiroho mbaya. Mbona umeamua kunijali hivi, mtoto wa tajiri? Wala usijali. Nimejisikia kukutoa out kwa sababu naona umekaa kinyonge. Nashukuru. Yaani sijui hata nisemeje jamani, tangu nilivyokuona siku ya kwanza nimejikuta tu navutiwa na wewe. Acha masiara bana Latifa. Kweli wewe wakuvutiwa na mimi? Usicheke Hakim, na maanisha nimejikuta moyo wangu unavutiwa na kila kitu chako na kupenda Hakim. Sasa mimi nina kitu gani cha kukupa, mtoto wa bosi wangu, wewe unajua? Naomba uniambie kama umenikubali. Please, mimi sijiwezi kwako. Ila naomba iwe siri yako. Usije mwambia yoyote. Nakupenda sana. Nitakusaidia kubadili maisha yako. Nitakusaidia maisha yako. Latifa, nenda ndani. Wewe kijana mchafu, baki hapo hapo. Hivi wewe una hadhi gani ya kupanda gari yangu? Na umetoka wapi na binti yangu muda huu? Dada Latifa aliniambia naenda mjini nimsindikize. Kelele! Wewe ulienda wapi na Latifa? Si nishakukataza ukaribu na binti zangu, unajisahau? Mwanao mwenyewe ndiye alinitoa out mama. Mimi sina kosa hapo. Usiniletee mambo ya ajabu, nitakufukuza sasa hivi nimesema. Kaa mbali na binti zangu, ulishindwa kukataa wewe? Sawa, nimekuelewa mama. Hivi wewe una hadhi gani ya kupanda gari yangu? Na umetoka wapi na binti yangu muda huu? Dada Latifa aliniambia naenda mjini nimsindikize. Kelele! Penzi letu lilikuwa zuri sana. Ni kweli, lilitakata sana. Nilikupenda sana. Tutaidumu daima. Usimwambie mtu, lakini unajua Hadija, nilikupenda tangu tuko shule. Siwezi mwambia mtu, na wewe sitaki uwe karibu na Latifa. Unanijua na wivu. Kiukweli mimi na Latifa ni paka na chui, hakuna kitakachoendelea kuwa na amani. Maana namuona anajisogeza tu kwako, mimi sipendi. Usijali. Basi fikiria kuhusu muonekano wako Jamni, unaonekana kama kichaa ujue. Nitalifanyia kazi, wala usiwe na wasiwasi kabisa. Nakupenda Hadija. Hakuna kinachoweza kushindikana. Nitapiga kazi kuhakikisha vilivyopotea toka kwangu vitarudi. Unajifariji tu mwanetu, hauna mwendo. Hadija, mimi nataka niondoke tu hapa kwenu. Nimechoka masimango ya mama yako. Vumilia tu Hakim, yana mwisho. Yaani mama yenu hataki kabisa niongee na nyie. Kosa langu haswa nini mimi mwenzenu? Basi nitaongea na mama. Yatakuwa sawa tu. Na wewe unatakiwa uache mazoea na Latifa. Namjua ni dada yangu, atakufanya ufukuzwe hapa. Mimi aliniambia tu nimsindikize, hakukuwa na kingine. Maneno ya kuambiwa, unatakiwa uchanganye na yako Hakimu, umenielewa? Sawa, nimekuelewa Hadija, nitafanya kama ulivyoniambia. Ila mimi nilifaa nipewe tuzo kabisa ya uigizaji. Nilivyokuwa namwektia Hadija angejua, noma sana. Awamu hii wamejichanganya. Nitakula kuku na mayai yake kabisa. Nimeshaamua kudeal nao in tradition. Ila mimi nilifaa nipewe tuzo kabisa ya uigizaji. Nilivyokuwa namwektia Hadija angejua, noma sana. Awamu hii wamejichanganya. Nitakula kuku na mayai yake kabisa. Nimeshaamua kudeal nao in tradition. Wanangu, lazima mbadilisha haya mavazi. Kaeni mbali kabisa na Hakimu. Zima mata. Sitaki mje mharibikiwe na huyo kijana. Nawapenda sana mabinti zangu. Hamna kitu kibaya mama yangu. Tuamini mama yetu, tunakupenda pia. Nimewalea kwa tabu sana, si mnajua na pressure
Hatutafanya umie mama yetu. Tumekuelewa mama yetu. Mungu, nawaombea wanangu hawa, waepushe na mabalaa yote, wafanikie kwenye kazi zao, wakuze kipato cha baba yao. Habari za asubuhi mke wangu. Salama mme wangu, hujachelewa sana, nimekuandalia chai tayari. Sawa, nitakunywa. Halafu nimekumbuka ratiba ya familia kupima imekaribia. Ni kweli kabisa, nilikuwa na binti zetu hapa. Nilikuwa nawaonya ukaribu wao na yule mwanaume mchafu tuliyemwajiri hapa. Amefanya nini tena? Amewasumbua binti zangu. Sitaki tu mazoea kwa wanangu na yule mwanaume. Naomba na wewe umsisitize tafadhali. Nikitoka hapa nitaenda anapolala na kumweleza. Haya mme wangu, nakutakia safari njema. Asije akaenda kumpiga tu mkaka wa watu, maana huyu mzee mkorofi sana. Inaelekea enzi za ujana wake alikuwa mwanamieleka. Huyo amerithi kutoka kwangu. Mimi nilikuwa mpambanaji zamani. Ndio maana yuko hivyo. Kweli kabisa baba mkwe, unaonekana. Asije akaenda kumpiga tu mkaka wa watu, maana huyu mzee mkorofi sana. Inaelekea enzi za ujana wake alikuwa mwanamieleka. Huyo amerithi kutoka kwangu. Mimi nilikuwa mpambanaji zamani. Ndio maana yuko hivyo. Kweli kabisa baba mkwe, unaonekana. Kaa mbali na mabinti zangu, la sivyo nitakufuta kazi mara moja. Tafadhali, nimekoma. Nitakufunga wewe kijana, unanijua vizuri mimi. Oya, wewe kaa mbali kabisa. Nimekuelewa mzee wangu. Si unaona hata hujiamini unaweza kusimama kama mwanaume kweli? Wewe useless kabisa. Ni kweli mimi useless boss. Hakuna nachokiweza kwenye haya maisha. Ni wakati sasa wa mke wake kunipenda. Natuma moshi huu umfate huko uliko. We ni mzuri sana. Mimi nimekupenda sana. Mbona imekuwa ghafla mama? Kuna tatizo au umetumwa? Usiwe na wasiwasi. Nitabadilisha kabisa maisha yako. Nitakununulia gari pia. Mimi na wewe sana, sitaki uwe karibu na binti zangu. Usiwe na wasiwasi, anaitunazo siri hii, usijali. We ni mzuri sana. Mimi nimekupenda sana. Mbona imekuwa ghafla mama? Kuna tatizo au umetumwa? Usiwe na wasiwasi. Nitabadilisha kabisa maisha yako. Nitakununulia gari pia. Sasa bi mkubwa, mimi na shida yangu, naomba unisaidie. Zungumza chochote, nipo kwa ajili yako. Na shida na hati ya nyumba yako na kazi nayo muhimu sana. Sawa, nitakusaidia. Unajua, sijui kwa nini nilimpenda yule mzee wakati wewe ulikuwepo. Kwanza nisamehe sana, nilikuwa na kutreat vibaya. Usijali, nilishakusamehe tayari. Asante. Hatimaye plan zangu zimeenda kama anavyotaka huyu, na ekaisha, yani mpaka waje kustuka nisharudisha mali za wazazi wangu. Hakimu, nimekutafuta chumbani kwako, haupo, kumbe uko huku. Ya, napiga kazi huku karibu hadi tujumuike. Nimeongea na baba, kaniambia yuko tayari kukupatia kazi kwa ngazi ya elimu hiyo uliofikia. Ni taarifa nzuri. Kimsingi nitapiga hatua moja kwenda nyingine. Unaona, sasa unaonekana smart boy. Kiukweli Hadija, mimi nakushukuru sana, umenifanya maisha yangu yabadilike. Nimekuwa mtu wa maana kabisa saa hizi. Nafanya yote kwa kuwa nakupenda sana Hakimu, sitamani kuona unapotea. Hadija, unafanya nini huku na huyo mwanaume? Hebu nenda mjini kanunue mahitaji. Sawa mama, haina shida. Hivi unajua mimi nina wivu sana, sipendi nikuone unakaa na hawa mabinti zangu. Nimekuelewa, alikuja tu kunisalimu, sijaonana naye muda kidogo. Haya, chukua hii bahasha yenye hati ya nyumba. Asante sana mama, furaha yangu imeongezeka. Karibu sana mwanangu. Naomba uwe nayo makini, hakikisha asijue mtu yoyote nafanya hivi kwa sababu umejua kunipa raha. Nitaitunza na nitakupa raha kadri utakavyo. Leo usiku uje tena geto pale.
Nakupenda. Nimeweka utaratibu huu wa kucheka afya kwa manufaa yetu. Ni kweli kabisa, ni jambo jema. Ndiyo baba, tunakubali. Nimeweka utaratibu huu wa kucheka afya kwa manufaa yetu. Ni kweli kabisa, ni jambo jema. Ndiyo baba, tunakubali. Bwana na bibi, tafadhali nataka kuwaona. Kwa kuangalia matokeo, nimegundua kuwa binti zenu wote wawili ni wajawazito na mama yao pia ni mjamzito. Hii inawezekana vipi dokta? Una uhakika na majibu yako kabisa? Dokta, hebu weka mashiara pembeni. Na uzee huu mimi pia nina mimba. Mimi sijawekwa hapa kwa bahati mbaya. Naendesha taaluma yangu. Yaani Mungu anipe hekima katika hili, nimechukia sana, hii ni fedheha kabisa, siwezi kukubali, lazima wanieleze vizuri. Baba Latifa, kuwa mpole, punguza pressure kwanza. Nimesema leo atanieleza ni mwanaume gani huyu aliyowapa ujauzito wanangu. Wana hadi gani kwa? Sasa watoto watapata shida, wanaweza wakakimbia hata hapa nyumbani. Wataeleza leo. Tafadhali wapole. Naenda kupumzika. Nikirudi nataka majibu yote. Mwanangu, hili limekuwa janga. Nashindwa hata mimi nimewahi kulijuaje hili swala kiukweli. Aya Latifa na Hadija, nielezeni hawa wanaume zenu waliowapa ujauzito wana hadi gani? Mama, naomba utuombee msamaha kwa baba, amechukia. Mama, saidia tu baba, atatufukuza hapa nyumbani. Niambieni kwanza, nitaombea huo msamaha. Ila ngoja nimwachie baba yenu, baadaye muje mumweleze na isi pressure tu hapa na mimi. Mama, samahani, hatukutaka kukuletea pressure. Tunachosana hama kupa tu ujauzito. Tunaogopa sana. Latifa, nieleze mdogo wangu, nani aliyekupa ujauzito? Hii ni fedheha kwenye familia. Na wewe niambie kwanza, ila nilisikia na mama na mjamzito. Hii ni maajabu jamani, umri ule mama naye wa kubeba ujauzito. Haya sasa, nyie watoto, nataka mnieleze. Huo ujauzito ni wa nani sasa hivi? Tafadhali baba Latifa, usiwapige. Watoto wataeleza tu. Nataka majibu sasa hivi, sitaki kona kona. Kama mkishindwa kuniambia, naomba mtoke ndani kwangu nisiwaone hapa. Mume wangu, watoto wataenda wapi sasa? Baba, tunataja, usitupige. Mbona unawatetea sana hawa watoto, mke wangu? Acha niwafunze adabu kwanza. Subiri, si wamekwambia wanataja? Hakimu! Haya sasa, nyie watoto, nataka mnieleze. Huo ujauzito ni wa nani sasa hivi? Tafadhali baba Latifa, usiwapige. Watoto wataeleza tu. Nataka majibu sasa hivi, sitaki kona kona. Kama mkishindwa kuniambia, naomba mtoke ndani kwangu nisiwaone hapa. Mume wangu, watoto wataenda wapi sasa? Baba, tunataja, usitupige. Mbona unawatetea sana hawa watoto, mke wangu? Acha niwafunze adabu kwanza. Subiri, si wamekwambia wanataja? Hakimu! Hakimu huyu kijana mchafu asiyejitambua ndio kawapa nyie ujauzito. Imewezekana vipi? Watoto wangu wasomi nyie. Nisamehe baba, sikujua kama dada yangu pia alikuwa na mahusiano naye. Tumeisha hakimu, hakimu. Mmezamilia kuniondoa uhai wangu nyie watoto, kiukweli mshanivuruga. Mnajua mimi nina wadhifa mkubwa serikalini. Baba Latifa, nakuja, naenda chumbani mara moja. Haya, nielezeni wanangu, imekuwaje wote mkaingia kwenye mtego wa huyo mwanaume? Baba, nisamehe sana, atasikuwa na akili wakati nayafanya hayo. Nisamehe pia mimi baba, nijikuta nayafanya hayo kwa kumwonea huruma. Mungu awasamehe. Nendeni mkapumzike na msimwambie chochote huyo jamaa. Nitakuja na mpango fulani. Huyu kijana hanijui vizuri mimi, kuwa na mafia nitamfunza adabu, ngoja aone. Sikia, kuna kazi nataka unifanyie. Kuna kijana amejichanganya, nitamfunza adabu. Fanya haraka, nisikilize. Nitakuweka milioni 7 kwenye akaunti. Nataka umuondoe kabisa kwenye uso wa dunia. Huyu kijana amenigusa sehemu ambayo tangu nizaliwe haijawahi kuguswa. Haina shida, nitakutumia namna ya kumshika. Mke wangu, usilie. Nitajua namna ya kumfunza adabu huyo kijana aliyeniharibia mabinti zangu. Kiukweli hili limeniuma sana. Ndio maana nilikwambia tusimruhusu aishi hapa. Tatizo limeshatokea mke wangu, hatuna jinsi ya kufanya haya. Na wewe unaruhusu vipi ubebe ujauzito wakati umri umeenda? Hata sielewi, ila nitameza tu vidonge kwa sababu tumeiwahi, lakini huyu hakimu siwezi kumsamehe. Usijali mpenzi, nitakutuliza. Asante mume wangu. Sasa hapa tuna option moja tu. Kufikia kesho asubuhi tunatakiwa tuwe tumeshahama. Hii nyumba niangalizie hati unikabidhi ili tuiuze, tuhamie sehemu nyingine. Hivi uliweka wapi hati ya nyumba? Wapi hati ya nyumba? Tafuta vizuri. Natafuta, haiko hapa. Wewe ndio ulipoteza. Sio mimi. Uliweka wapi? Angalia tena. Hapana, wewe ni mzembe, poteza hati. Wewe ndiye mzembe. Sasa nani atasaidia? Hello? Ndiyo, nasikia. Najua naongea na mzee wa mahakama. Mimi ni hakimu. Nataka nikwambie tu, nimewapa ujauzito watoto wako, lakini pia ujauzito wa mkeo ni mimi pia Ni uongo. Hapana. Wewe umenibia familia yangu. Najua naongea na mzee wa mahakama. Mimi ni hakimu. Nataka nikwambie tu, nimewapa ujauzito watoto wako, lakini pia ujauzito wa mkeo ni mimi pia nimempa. Unajua watoto wangu na mke wangu. Watoto wetu. Wewe umesababisha hii. La, sijui chochote. Mke wangu, hebu nieleze ukweli, hati ya nyumba iko wapi?
Hati ya nyumba iko. Mbona unataka kunichanganya? Nitakwambia ukweli wote. Niahidi hautaniacha. Sawa, nieleze sasa. Naomba unieleze ukweli, kwa nini umempa hati hakimu? Alinilagai nikajikuta nampatia hati na mapenzi yangu pia. Unamaanisha umenicheat naye baada ya yote niliyokutendea? Haya, sasa ndo malipo yako? Mke wangu, ulikosa nini kwangu wewe mwanamke? Nisamee baba Latifa, haikuwa akili yangu kabisa. Nilijikuta tu nimeingia kwenye mtego. Haya, nitaweka wapi sura yangu na kuficha aibu hii ya mwaka? Nieleze mke wangu. Nisamee mume wangu. Kwa hiyo hakimu katembea na watoto mka mama yao baada ya yote niliyokutendea? Haya, sasa ndo malipo yako? Mke wangu, ulikosa nini kwangu wewe mwanamke? Nisamee baba Latifa, haikuwa akili yangu kabisa. Nilijikuta tu nimeingia kwenye mtego. Nimewaweza sasa. Hapa nachotakiwa kufanya ni kusepa. Hakimu! 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 Mwanaume wewe mbaya sana. Mungu akulaani huko, udondoke kabisa. Mungu wangu, nini hiki tena? Kumbe hakimu alikuwa anatumia uchawi kutuchezea akili zetu. Husi ni uchawi jamani. Nimekubali, nimepoteza kila kitu, najihesabia naanza upya tu. Lakini atajuta huyo kijana. Asante mume wangu kwa kunisamehe. Baba na mama, twendeni mkashuhudie jambo. Khadija, vipi binti yetu, kuna nini tena? Nimeshuhudia uchawi kwa macho yangu kwenye chumba cha hakimu. Umeona nini tena binti yetu? Tazama baba, naogopa sana. Siamini kama hakimu alikuwa mchawi. Mungu wangu, mbona siamini macho yangu kabisa? Sasa naelewa kwa nini alitushika akili zetu. Sasa lengo lake limetimia. Hebu twendeni nje tukifunge hiki chumba. Fanya jambo baba, hii ishakuwa balaa.